kibali ni Mungu anaachilia. Yes. Na mtu aliyepewa kibali huwezi kuwa salama. Magonjwa yatakuwepo, shida zitakuwepo, matatizo yatakuwepo kwa sababu kibali hakipo. Hakipo. Yes. Kibali kikiwepo, hata biashara unayofanya itaendelea mbele kwa sababu kibali kipo. Yes. Anza biashara vitumbua, itaendelea mbele. Anza biashara yoyote, anzisha kampuni, itaendelea kampuni kwa sababu ina kibali. Amen. Ili watu wakusikilize, una kibali. Yes. Ili wewe ni mchungaji ubiri, vieleweke, watu wasikilize, ni kibali. Yes. Yes. Mimi nenda kwenye TV ananiambia, wewe una bahati sana. Wenzako wanahubiri hapa hawapati hata simu. Yes. Mimi nikiingia pale kabla sijaanza kuhubiri, simu zimeanza kuingia. Yeye mpaka anambia naombeni msipige kwanza, sisubiri kwanza nimalize. Simu zinaingia, unawaza upokee ipi uache ipi? Yes. Sema mimi. Yani wanaingiza sadaka, mimi sijawaambia wanaingiza. Yani namba hiyo unapokea sadaka, hujawaambia, kibali kinawalazimisha. Ukiwa na kibali utafanya chochote. Yes. Yes. Na ndio maana ukitaka kibali chako kiwe usiwaseme wao. Kama ni mchungaji, acha kusema wachungaji wengine. Kabisa. Ukiona ni mchungaji acha kusema wachungaji wengine, huyu kibali chake kinaondoka. Na ndio maana mtu unayemsema yule unayemchukia anaishi muda mrefu. Ndio bwana. Unalisema na msema anaishi miaka mingi. Kabisa. Kwa sababu kama unapomsema mtu ndio nafsi yako inatoka inaenda kwake, unamwongezea miaka kuishi. Ukisikia pasa anazungumza habari za watu wenzake, kimbia haraka, mkimbie huyo. Wewe hubiri neno. Kabisa. Tamka neno la Mungu, fundisha neno. Acha maneno. Leo kwenye mitandao nakuta wachungaji mara atamsema huyu, anasema huyu, anatumia hivi, wote watoto wa baba mmoja. Nini? Wewe acha hayo. Wewe hubiri neno la Mungu. Yesu mwenyewe akasema yaacheni magugu na ngano ya kuwe pamoja, tabagua mwenyewe. Yes. Maana ndio kusema siku hizi wachungaji wanapenda hela na wewe hupendi hela. Sasa kama wewe ni mchungaji unasema kwa wenzako waumini je? Itakuwa lazima tubiri neno la Mungu. Watu wanataka neno walijue. Na watu wakilijua neno liwasaidie. Ndio maana nimeomba Mungu sana mimi niwe na neno, sitaki maneno, niwe na neno. Yaani mimi ukinisema unajisumbua. Mimi nikishika hapa nikupiga neno la Mungu. Sababu sina mimi ni tajiri. Sina muda mimi wa maneno. Ndio maana mtu anayependa maneno ana roho ya maskini. Fatia maskini wote wanapenda maneno. Tajiri ushaikuona na maneno. Yule amevaa nguo nyekundu, amevaa nguo nyeupe, amevaa nyeusi. Tajiri hana mpango. Ndani Baresa mkuta na mjadili mtu mmoja matembea. Baresa. Ana mambo mengi ya kufanya. Yaani mimi hapa nikali niende kumjadili mchungaji gani. Nina mambo mengi nayowaza, nina ndoto zangu. Ninakaa ndoto zote ziende pamoja na wazazi. Nina muda kumwongea mtu. Yaani huo muda sina. Nina muda kuchapa kazi ya Mungu. Nina muda kufungua watu wafunguliwe. Yes. Sema mimi. Amen. Ni sawa mchungaji unakuta anatangaza habari za waumini wake. Yaani muumini anamwambia wewe sio mchungaji, utakuwa ukalime matembele kule. Hata kabisa ikazi. Wacha wenyewe wafanye kazi. Ndio. Sema mimi. Unajua huyu mchungaji atakuwa kwa mchungaji kuna shida huko. Kwa lazima watu maandiko yanasema hivi. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema itakujia. Tunamjua katika neno. Tunafundisha neno na ufunuo wote unaotoa utoe katika neno la Mungu. Mahali ambapo unahubiriwa ukakuta neno linachambuliwa, hapo kaa. Unakuta neno linachambuliwa, unakuta nguvu ya Mungu ipo, hapo kaa, utakuwa salama. Ukiona kuna maneno yani mchungaji kabisa naye anaanza kuanza Yanga na Simba, jamani nitabiri Yanga na Simba, ujinga mkubwa kabisa wewe. Wewe hata kuhubiri neno la Mungu naacha. Pokea upako jina la Yesu. Watu hawataki. Tunataka neno la Mungu. Neno la Mungu ndio litabadilisha. Ndio maana kuna mwimbo unasema neno litasimama, mambo yote yatapita, neno litasimama. Yaani neno ndio linasimama. Maandiko ya Mungu lituma neno, hakuwatoa watu katika maangamizi. Ndio inavyotakiwa hivyo. Sasa turudi kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura 39 kuanzia mstari wa 21. Mwanzo 39 mstari wa 21. Somo langu linasema